Haya, kwa hivyo ningependa kumpigia Bwana Mwenda ili tusikie wasemaje na tuone Please vile. enter your password followed by the pound key. Thank you. Bwana Mwenda, tafadhali shika simu yetu tusikie kesi yako na tuone vile tunakusaidia hapa Radio Jambo. Halo Bwana Ngindi. Mwenda, habari gani? Mzuri sana Ngindi. Na inaonekana ulikuwa unangojea sana hii simu yangu Hata vyenye unaongea nasikia tu vyenye Ngindi ndio. Nasikia tu ndio ya simu. Unaona hata sisi tunaishwanga na credit. Niko karibu nikupigie na hii yangu lakini nasikia tu ndio ya simu. Haya, sasa Mwenda, hebu niambie nini ilitokea kati yako na mke wako? Ngindi. Makosa ilikuanga, unajua mimi tulipopendana mimi nilimpenda sana. Huyu Esther Wanjiru huyu tulipatana sehemu za Vavandro. Sasa unajua tulikuwa tunaishi vizuri sana lakini sasa unajua yeye hapendi kukosolewa, hapendi kuambiwa amefanya makosa. Yeye anatakanga awe right kila upande. Sasa unajua alafu makosa mengine mimi wanga na sipendi sana. Hii mambo ya tumipango tokando mimi unajua anakuwa mtu mwenye nimeamini Mungu na sipendi mambo kama hiyo. Na sasa unajua sasa nikimkataza tu namwambia mambo mengine naona mama atufai. Hawezi kia. Sasa mimi ningeomba tu umrekebishe njoo mimi nampenda na sitaki kumwacha na mtoto wangu ni mdogo na nataka tuishi. Umwambie tu aachane na tabia. Kwa hivyo kama itawezekana. Ngoja, ukisema mambo ya mpango kando, kwa hivyo unashuku mke wako anaenda kando ya ndoa. Sasa ile kitu inakuanga cheki yeye Ngidi, yani upenda kufanya chini ya maji, lakini mimi ningependa umwambie hivi. Ngoja kidogo Mwenda, umepata kwamba mke wako anaenda kando ya ndoa ama unashuku tu? Ni kushuku tu. Unamshuku? Nini nakufanya umshuku? Kama yani unajua kama njusi tu. Iko jamaa kanauza chapati hapa za ubinti. Yaani kanakuja kumuita mpaka kanamtembelea, unaona mahali anafanya kazi hapo mpaka town hapo ndio anachunga hii toni ya mbata hapo. Jamaa kanakuja mpaka hapo. Sasa naona hii uhusiano hii si ya kawaida, na hiyo siku nyingine tena niliwaona wakiwa wawili usiku wanatembea. Sasa hiyo siku nilikuwa off lakini siku munjulisha. Sasa unajua hiyo ndio na mshuku. Huyu jamaa kuuza chapati ameacha chapati, anatembea na mke wako? Ni kijana kidogo tu, hata ni kijana mdogo wa miaka kama 23 24. Na si ati labda anamletea chapati? Hakuna hata kitu anamsaidia, ni ile tu kutaka kuharibu. Anataka tu kututenganisha tu. Kwa hivyo unashuku labda ana mahusiano na mke wako? Nashuku hadi Ngidi. Unaona kama ile siku mlikuwa mnaongelea mambo ya urafiki sana. Ndio tena nilikuwa nawasikiza. Sasa kuna urafiki mwingine ifai kuondoa hadi Ngidi, unaona? Unajua najaribu kuangalia nitakuwaje kwamba huyu kijana anatembelea mke wako. Kuna wakati mwingine labda kuna delivery, anataka kudeliver chapati, labda amemwambia niletee chapati 3 na kitu kama hiyo. Sasa huyu kijana anasema ati yeye ati wanaongelea mambo ya kanisa, ati yeye ati wanaongea mambo ya kanisa. Kwa hivyo si chapati, ni mambo mengine wanaongelea. Yani ndio kijana anamaanisha. Unaona huyu bibi yangu mimi si kama umeshaona ile paka yani ile mtu wa mambo ya chini, unaona? Ni mwanamke ambaye ameweka siri sana. Siri sana za ndani yako hivyo. Sasa unaelewa jina kaumbaka ni ngumu sana. Sasa ile kitu ningependa mwambie mimi nampenda, simchukii dhati wao nilimchukua jio na watoto wawili wanaume tofauti. Sasa mimi mwambie tu aachane na tabia haki, tafadhali mimi nampenda Ngidi. Okay, na mmeishi naye kwa miaka 2 3 years. Mtoto wangu. Na nani anashughulikia watoto wake wawili ambao alikuja nao? Ni wewe ama baba zao? Hakuna baba analea mtoto, mimi nalea watoto na wasaidia na wasomeza. Kila kitu nafanyanga. Unalea watoto wote pamoja na yule ambaye mmepata na yeye? Hata mtu akiniona na wao wanasema ni wangu. Okay. Kwa hivyo mambo mawili ambayo umetaja, moja
awe mtu wa kukusikiza. Hiyo ni kwanza. Awe mtu wa kunisikiza, ndio tena apendi kuambiwa kichwa ngumu. Apendi kuambiwa. Kwa mimi ni mume wa 3. Ukiona ndio ufuate mtu mwenye ameachana na wanaume tofauti, ujue huyo mtu, yani mtu kama mimi nimejaribu njuu. Umejaribu sana. Mimi kwanza mke wangu mwenye tulikuwa na yeye, mwenye Meru tuliachana na yeye wa kwanza, alikuwa ananichukulia kisu. Sio hiyo, mimi nikaachana na yeye kabisa, nikasema sitawahi rudiana na yeye for good, nikashikana na huyu. Okay. Sasa unajua huyu, sababu huyu ndio napenda. Sio mimi ninaomba haki mmwambie tu achane na tabia, itaishi vizuri. Haya. Ndio maana nikafika kuwatumia hiyo message. Mwenda, nimekusikiza na ningependa kumpigia wa Esther Wanjiru tusikie yeye anasemaje na tuone kama mtapatana. Sawa? Haya, kwa hivyo usikate simu, shikilia hapo kidogo, tunamtafuta Esther naye atuambie. Amesema mambo mawili. Kwanza, mwanamke kichwa ngumu amsikizi. Yes. Ya pili ni tabia ya uhanyaji ambao anasema ni kama ameweka kisirisiri. Yes. Na ametoa mfano wa huyu kijana wa chapati. Vijana wa chapati mtaani. Vijana wa chapati mtaani. Na plamba. Yes, tunaendelea na patanisho na tayari umesikia vile Mwenda amejieleza. Yeye anasema wanaishi pamoja na huyu mke wake, lakini tabia zake zinamkera. Angependa tuweze kuzungumza naye pale ili waweze kupatana, kwanza waelewani, sababu anasema ni kama mke wake ni msiri na kichwa ngumu, na pia mambo ya kuanyanya anashuku sana. Hiyo pia angependa aweze kurekebisha. Kwa hivyo ningependa kumpigia Esther tusikie naye anasemaje na tuone kama ataweza kuelewana. Kwa hivyo naomba your password followed by the pound key. Naomba Esther aweze kushika simu. Thank you. Ili tuweze kuzungumza hapa Radio Jambo. Kwa hivyo naomba Esther tafadhali. Tunajaribu kumpata Esther, hiyo ni mara ya kwanza, na naomba ikiwa natusikiza tafadhali shika simu yetu, hata kama please enter your password followed by the pound key. Huyu jamaa huenda labda ametuambia mambo yake tofauti. Thank you. Huwa tunapendelea kusikia pande yako ili tuweze jaribu tena kumtafuta Esther. Hello. Esther. Ambia huyu mwanaume atafuta mke, aje kunisumbua akili. Kwa hivyo tayari ulikuwa ushamwacha Mwambie. Mimi tabia zake siwezani nazo. Mwambie atafute tu mke, awache kunisumbua. Sitaki kuongea mambo mengi kwa hii simu. Mambo zenye nakuanga nazo ni mambo za aibu. Okay. Kwa hivyo mwambie hivi. Atafute mke, awache kunisumbua. Acha kukuja kuniibisha kazini kila mahali. Enye nafanya kazi. Kuja kusema na tombo sasa hizo nimevaa uniform. Ushina kukuambia watu na tombo wangu. Hebu ambie huyo mwanaume atafute mwanamke. Awache kunisumbua mimi. Okay. Haya, Esther. Bibi. Pole sana kwanza. Unanielewa? Unanisikiza? Pole sana, najua labda uko kazini na tumekupigia simu kwa hivyo mshawachana na huyu ndugu ama mnaishi kwa nyumba moja bado? Tunaishi
na yeye, lakini mwambie sina haja na yeye. Tabia zenye ananionyesha sina haja na yeye. Okay, hauna haja na yeye. Kwa hivyo ushaachana na yeye. Mwambie sina haja na yeye. Hauna haja. Tabia zenye ananionyesha mwanaume. Okay. Sina kusumbua watu bure, kugombanisha watu bure, mwambie sina haja na yeye. Okay. Ni mtu ambaye watu bure, kusikana watu bure, sina haja na yeye. Okay. Mwambie move on. Move on. Nilikuwa nataka tuachane before aje wewe nani? Sijangi hivyo. Okay, Mwenda. Yes sir. Umesikia vile Esther anasema? Anasema? Mwambie sikiliza, hata nilikuwa nataka tuachanie kwa sifu roho safi. Wewe ujuangi hivyo. Sasa na mimi nasema kama ni hivyo ni sawa tu. Sina haja na wewe. Unasikia mimi hairuhusiwi kama unanipaka. Sina haja na wewe. Unasikia? Sina haja na wewe. Nimesikia. Sina haja na wewe. Tafadhali sina haja na wewe. Mimi sitaki niongee mambo mengi. Sina haja na wewe. Wewe Okay, Mwenda unasikia? Nimesikia Ngidi. Umesumbua sana. Mambo mengi kwa simu. Umesumbua sana Esther. Hiyo kijana na si mimi nimemsumbua, yeye ndiye ananisumbuanga. Yeye ndiye ananisumbuanga, yeye alizikangi, ako na wanaume wengi, huyo alizikangi. Mtu wa mipango ya kando. Yes Esther. Mimi sitaki niongee na huyo mwanaume. Amevuruga kila mtu. Nikianza naye na vuruga hiyo kwa kazi anavuruga. Okay, amevuruga kila moja. Yaani anakushuku tu kila mahali, hata kazini. Huyo kijana amefika 2000. Kila mwanamume ni wako. Kila mwanamume anasema ni wako. Nikitembea na mwanamume ni wangu. Nikipiga simu ni wangu. Sana watu wa simu hata wenye walikuwa wanipea kazi ni watu. Kila mwanamume ni wangu. Siwezi simama na mwanamume. Siwezi mwanamume alikuwa wanaume watumiaje na wapiga simu. Simu yako inakata Esther. Sijui kama kuna shida. Okay, kwa hivyo kwa sababu ametuambia kuna mwanamume mmoja, kijana mmoja sijui wa kupika chapati hapo karibu. Huyo kijana hata ni mtoto mdogo sana. Ni mtoto mdogo sana Mtoto mdogo sana. Ni mtoto mdogo sana. Anamzingizia. Mwambie hivi kuanzia leo. Unajua nilikuwa na mipango tuachanie kwa siku. Sasa mwambie hivi. Nimwambie saa hizi. Mwambie sina haja na yeye. Achukue virago zake aende. Kwani hiyo nyumba ni wewe unalipia? Yeye mahali tulikuwa tunaishi. Tulikuwa tunaishi mahali tofauti, hata mahali naishi. Kwa hivyo alikuja kwa nyumba yako. Atakuja kwa nyumba yangu akanitafuta. Kwa hivyo atoke achukue virago zake aende. Sina haja na yeye na sina haja na yeye. Nataka tuachanie kwa siku. Sina haja na wewe na ni matendo yenyewe umenitenda. Hiyo sitaki kuongea mambo mengi kwa hii radio. Okay, ni sawa Esther, tunakuelewa. Okay. Wewe unasema aje? Wewe Mwenda. Yes sir. Mbona umenyamaza ndugu yangu? Sasa Ngindi, unaona? Hii nyumba mimi ndio nalipanga, hata ni mimi nilitafuta. Nyumba yenye tulikuwa tunakaa. Unaona wakati mvua ilinyesha sana, nyumba zikamomolewa kule hapa South B hapa Komasi. Haya. Hivi nitakuondokea sawa. Hadi mwezi nitakuondokea. Mwambie yeye aondoke, mimi ndio nalipanga hii nyumba. Nitakuondokea sasa baada kuachania kwa chifu juu niko nene kwa chifu. Sasa ninakuondokea. Mwambie yeye aondoke aniache, nyumba ni yangu. Mimi ndio nilitafuta kukomboa. Mahali tulikuwa kulimomolewa na yeye. Usinisumbue mimi. Sawa. Okay. Kwa hivyo Ngindi huyu mwanamke ni malaya sana. Ngindi aje nikwambie hata mtoto. Bwana Mwenda tofauti na bando anatafutanga baba wengine. Sasa ni mtu alizikangi na wanaume
Tafadhali wacha matusi tafadhali wacha Sawa, matusi. Wewe ulikuwa umeleta hii patanisho, ulikuwa hataka tuone kama tunaweza ongelesha Esther muweze kuelewana, muweze kupatana. Na Esther pia vile amezungumza inaonekana yeye pia ana machungu yake. Unaelewa? Kwa hivyo hii mambo yenyu ya kushukiana ama kutusiana sisi hatujui ukweli uko wapi. Kwa hivyo ndio maana si vyema kuanza kumrushia cheche za maneno za matusi. I'm so sorry. Mimi niomba msamaha Gidi. Kwa hivyo kama amesema yeye hataki mambo yako, wewe kama mwanamume itabidi ukubali. Na hiyo mambo ya nyumba tayari nimesikia hapo mwisho amesema kama hutaki kutoka, yeye basi ako tayari kutoka. Wacha atoke, mimi niendelee kubaki kwa nyumba yangu. Na wewe nalipanga mimi. Wewe pia kama mwanamume, kama umefanya uchunguzi wako ukagundua kwamba mke wako na kuenda kando kando, mbona usimwache kwa njia rahisi? Mbona uanze kumtusi na maneno na kumfuatilia hapa na pale? Hiyo tu ndio njia tu ngindi. Hao watu ni wengi sana, Kenya iko na wengi sana. Nani wako wengi sana? Nasema hao watu ni wengi. Yenye alinipenda hata mimi nitapendwa na mwingine, niko tayari, nimeamua. Okay, kwa hivyo utapata mwanamke mwingine. Kwa jina la Yesu hakuna lisilowezekana. Yote yanawezekana. Mwenda wacha nikwambie. Niambie. Huyo hawezi ziria mimi nisione Mungu, na kama ni mwanamke anaziria usione Mungu, sibando utamuona tu. Sasa unajua watu ni wengi na wanasaliwa na Mungu atafanya njia pasipo njia. Nitapatana na yule mwenye kabisa tunapelekana vizuri. Juu nimejaribu kumsaidia, kumfanyia kila kitu, hata hiyo kazi mimi ndio nimetafutia yeye. Lakini kani imagine aniheshimu bado ana mipango ya kando. Mimi hiyo ndio tabia yenye mimi nachukia kabisa Ngindi. Na ndio maana nimesema ikiwa umejaribu, umemrekebisha na imeshindikana, si ukubali tu. Hata tumeshapatana na pasta mwingine, mchungaji wa neno la Mungu. Akajaribu kumuongeleza, hata alikuwa mnabii, akamwambia mambo ya mipango ya kando ndio mingi kwake, anajaribu kuchange. Akaanza ukosoa yule nabii ni nani, the truth, the man of God. Unaona, nabii wa ukweli. Unaona? Anakosoa truthful mambo yake yote. Sasa atakangi kuambiwa makosa yake. Hata kwa sababu nabii alimwambia mambo yake yenye anafanya, alianza kumchukia sana. Kwa hivyo huyo si mtu wa kuelewa, huyo si mtu mzuri. Okay, kama umeshagundua kwamba si mtu mzuri, mbona usimwache tu kwa amani ndugu yangu, na labda utafute mwingine? Nikamwacha, nimeamua, nimeamua. Mimi hata kama napenda huyo kijana yangu mtoto mdogo, napenda sana ndio nilimpata na mashinda mingi. Mimi nimeamua kabisa, nimeamua kwa ukweli. Okay, nimemtoa koroho kuanzia leo. Nimetoa huyo mama koroho. Okay, Mwenda pole sana. Najua inakuuma. Hakuna kitu iko hapo. Hao watu ni wengi. Unaona? Hiyo hakuna kitu iko hapo. Hata kama mtu anakufiangwa na unalika mtu wa maana, sasa ni mtu mwenye unaona tabia si nzuri. Hiyo si kitu ya kusumbua. Unaona, mimi si wale ati unaenda unachukua kitu kama vile Wameru wetu wanaendanga ati unaua mtu juu ya kitu kama hizo. Hiyo sasa usiongelee. Anaelewa njia yake. Usiongelee. Na kama vile umesema. Mwenda kama vile umesema unaweza pata mwanamke mwingine. Kama huyu umejaribu na imeshindikana, kubali tu yaishe. Kubali tu. Hiyo ni kama hiyo ni ngumu. Huyo hapana. Unasema mimi ni mwanaume wa tatu, amezaa na wa kwanza tofauti, wa pili tofauti, mimi ni wa tatu. Na bado nikiwa na yeye hivyo, mimi Ngindi ni vile siwezi ongea yote. Okay. Huyo ni hatari kwa usalama. Huyo ni moto wa kuotea mbali. Pole sana bwana Mwenda. Pole sana. Mimi ukiona nimefika kwa Radio Jambo, ni kuchoka. Mtu uchoka mbaya akili, hata ndio unasikia watu wananinyonga, lakini siwezi nyonga juu ya mwanadamu. Usiongelee hayo mambo sasa.
Asante sana, mbarikiwe sana. Mwenda, wacha nipatie na jambo nafasi ya kupatia ushauri. Uende kawa kuna mtu amepitia shida kama yako na ataweza kukusaidia, sawa? Mimi nimepitia mangumu. Kwanza hiyo ndiye amenipitisha mangumu yale makubwa zaidi. Hata ningekuwa nimejinyonga juu yake ama nikakunywa sumu, lakini kwa sababu mimi najua njia yangu na najua Mungu aliyeniumba, Mwenda, tulia duniani. Tulia. That's why niko na roho ya kuvumilia. Utapata mwanamke mwingine, sawa? Amen. Asante. Amen. Haya, pole sana. Kwa mengi zaidi napatia na jambo kupatia ushauri, asante. Haya.